Twende inayofuata ni largest max. Max kubwa. Hawa wamefanya mitihani minne. Sasa nataka katika mitihani yake yote minne max kubwa alopata alipata max ngapi? Kwa hiyo tutatumia formula ya maximum number. Ila tutaandika maximum yote, utaandika tu max ili kutafuta maximum number. Maximum number ya kutoka C8 up to F8. So close the bracket. Tutakwambia 95 ndo kubwa, 97 ndo kubwa hivi mpaka wa mwisho. Inayofuata ni max ndogo. Hiyo ni minimum number. Kwa hiyo utaandika tu min kutoka C8 up to F8. Automatically utakuwa max ndogo aliyopata wewe mhusika. Inayofuata ni wastani, lakini uwe ni kwa asilimia. Hapa unakuja kuangalia kitu kimoja tunakiita cell format. Cell format ni nini? Tuiangalie hapa. Nikiandika 1000 imekuja tu kama 1000. Sasa nataka nikabadilisha hii 1000 nataka iwe ni nini? Ndio tunakuja hapa. Utakutana na number format, kwa utabadilisha. Sasa hapa ikiwa general ina maana itaangalia kilichoandikwa hicho hicho. Ikiwa namba itaniongezea na itaandika mfumo wa namba. Ikiwa currency itanipa mfumo wa hela. Ikiwa hii ni short date itanipa mfumo wa tarehe. Na wakati nimeandika ile 1000 lakini napo change na yenyewe na change kulingana na wanavyojua wao kwamba hiyo ni value gani. Sasa nataka pale nipate asilimia. Maana yake nitatafuta asilimia. Sasa badala ya kutafuta asilimia nataka tu copy cell. Copy cell kivipi? Unaweza ukahamisha content ya cell moja kwenda cell nyingine bila kuirudia lile neno ambalo unaona kwenye cell fulani nataka lihamie kwenye cell nyingine bila kuliandika tena. Unaweza kufanya kitu kifuatacho. Mfano hili neno ambalo linatokea kwenye cell hii nataka litokee na kwenye cell hii. Utakachofanya kwenye hii cell ambayo unataka ile neno litokee, utaweka alama sawa sawa. Then utaandika cell yake ile cell ambayo unataka uicopy. Hii ni cell gani? A7. Kwa hiyo hapa ina maana hata nikibadilisha yenyewe na copy tu. Unaona? Kwa hiyo inakuwa ina adapt changes zote zinazotokea kwenye ile cell iliyopita. Huko ndo kucopy kwa cell. Sasa hapa wastani tulishatafuta. Na wastani uko kwenye cell gani? Kwenye cell ya H8. Kwa nataka ni uhamishe hapa, lakini unakuwa asili yake ni 100, maana yake unagawanya kwa 100, si ndio? H8 gawanya kwa 100. At the end of the day tunabadilisha format ya cell. Utakuja hapa, utachange format iwe ni nini? Percentage. Utapunguza nafasi ya decimal ibaki 1. Automatically tuta feed mpaka chini ili wote wapate ile format. Kwa hiyo nimeletea wastani ule ule. Ile imenipa katika format ya nini? Ya asilimia. Swali kama lipo. Amna. Twende kwenye inayofuata ambayo ni kutafuta hali, grade pamoja na remark. Tuanze na hii hali. Hapa tutajifunza kitu kipi ambacho ni if function. Function zenye zisizo na uhakika, kama ikiwa hivi iwe hivi. Sheria yake ni ile ile, inaanza na equal sign, lakini hapa kuna kitu kimeongezeka. Lazima kuwe na neno if. Kwa baada ya equal sign unaweka neno if word. Alafu ndo unaendelea cell address, unachagua hiyo cell husika ambayo unataka uiwekee uiwekee lakini, alafu unaipa condition, mwisho wa siku unamalizia na hizo argument. Twende kwenye practical. Nataka kama mtu wastani wake, tuseme wastani wake ukifika 60 au zaidi, yani 60, 61 na kuendelea, maana yake mtu amefaulu. Chini ya hapo amefeli. Kwa hapa itakuwa tunaangalia kama wastani ni 60, inamaanisha amefaulu, kama ni chini hapo amefeli. Tunafanyaje? Unaandika sawa sawa kama afungua bano.
tunadili na nini? Wastani. Kwa seli ya wastani hapa inahusika, ambayo bila shaka tunaifahamu ni H8. Kwa hiyo H8 pale imepresent wastani. Kwa kama wastani ni mkubwa kuliko au sawasawa na 60, huyu mtu ataandikiwa amefaulu. Kumbuka kufungua semi na kufunga semi kwenye kila unapoingiza neno wakati unaandika equation. Hili ni neno, kwa hiyo nimefungulia semi, nimefunga semi. Sasa hapa itaangalia, maana hapo itaangalia mtu ana kubwa au sawa sawa na 60, ataikiwa nini? Pass. Sasa wale chini yake wataandikiwaje? Kwa hapo naweka koma. Hii koma ina present kwamba vinginevyo, otherwise, basi iandike huyo mtu amefeli. Baada ya hapo tunafunga bana. Kwa hiyo formula inasema kama wastani ni mkubwa kuliko au sawa sawa na 60, huyo mtu amefaulu, vinginevyo amefeli. Yani if H8 is greater than or equal to 60, condition is pass, otherwise fail. Nikiminya tu enter, ita consider wastani, itaangalia mtu ambaye yuko chini ya nani anaandikiwa amefeli. Huyu ana 59.8, hajafikisha 60, amefeli. Huyu ana 59 naye, huyu 58 amefeli, huyu ana 8 amefeli, huyu amefeli, hivyo. Umeona? Sawa. Sasa nataka niweke rangi automatic kwa mtu aliofaulu na aliofeli, niweze kuwatambua kiurahisi. Kwa hiyo nitaenda kwenye seli moja, alafu nitaenda kwenye sehemu ya condition. Alafu nataka niweke mwangaza, kwa hiyo nitaenda highlight cell ambayo iko tu pass. Huyu mtu ataikiwa rangi ya kijani, green. Alafu nitarudia tena sababu condition ziko mbili. Highlight cell ambayo iko to fail, huyu mtu ataikiwa rangi ya nyekundu, light red. Nataka light red with dark, sawa. Hii hapa tu kwanza tuitumie. Baada ya hapo na feed format nilifanya hapa ikae kwenye seli zote. Output nitakayopata ni hiyo hapa, kwamba kwenye kila neno pass linaikiwa rangi ya kijani na kwenye kila neno fail linaikiwa rangi nyekundu.